kwa sababu mwanadamu utoshelevu wake hauko kwenye vitu. Ndio maana huyu Mhubiri akasema mambo yote ni ubatili mtupu. Tusome hapa Mhubiri 6. Mhubiri 6 hapa tusome kwa utulivu kabisa leo tudiscuss maneno. Biblia inasemaje? Kuna baa nimeliona mimi chini ya jua, nalo linawalemea wanadamu kwa uzito. Kuna baa ameliona chini ya jua linawalemea wanadamu kwa uzito. Mtu alipewa na Mungu mali, ukwasi na heshima, hata asipungukiwe na kitu chochote kwa nafasi yake katika yote anayotamani, walakini Mungu amwezeshi kura katika hizo, bali mgeni ura. Yani unahangaika, unataabika katika heshima yote haya, ila watu wengine ndio wanakula. Hayo ndio ubatili sana, nayo ni ugonjwa mbaya. Mtu akizaa watoto 100, yani una wanawake 20, umezaa watoto 100, akaishi miaka mingi, nazo siku za maisha yake ni nyingi, lakini nafsi yake haikushiba mema. Kwa hiyo utakuja kwenye ushauri huku utakuja kuona, yani nafsi yake una vitu vingi, una mali nyingi, una kila kitu, lakini haukushiba mema. Tena ikiwa zaidi ya hayo, amekosa maziko. Mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko huyo. Yaani hiyo huja katika ubatili na uenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza. Tena haikuliona jua wala kulifahamu, basi hii imepata kustarehe kuliko yule. Naam, ajapoishi miaka 1000 mara 2, asijiburudishe kwa mema. Je, wote hawaendi mahali pamoja? Kwa hiyo hapa unasoma kwamba yani kumbe unatakiwa ujiburudishe kwa mema. Ukipata mali hizi tumia na wengine, share, sio kujilimbikizia tu. Mfano sasa hivi kuna watu wamejilimbikizia mali kwenye nchi. Mtu anamiliki mafedha, anamiliki mradi huu, anamiliki huu, lakini bado anaendelea, anataka anyonye kila mtu apate kila kitu kiwe chake. Wewe unafikiri kwenye hivyo vitu anapata nini? Ni taabu tu, hamna anachokipata. Mwisho wa siku atakuja kuona kumbe ile taabu yote ilikuwa ni bure tu. Kwa hiyo jambo la muhimu sana ni kutenda mema tu. Lakini pia tuangalie Mithali 15:6. Tuone kwenye ushauri sasa tuishije. Mithali 15 mstari wa 16 huu niliusoma kwenye session zilizopita au kwenye vipindi vilivyopita. Mithali 15 mstari ule wa 16 anasema, kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu. Kuwa na mali chache na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu. Yani kwa sababu hawa watu ambao wanakuwa na mali nyingi hawalali, hawasinzii, hawapumziki. Yani wanataabika sana. Weka nao uone. Unazitamani wewe huku chini una. Ila ukishazipata ndugu yangu, utatamani usiwe nazo. Lakini pia tuangalie hapa kuna ushauri pia alitoa Mhubiri 12:1 hapa Sulemani anamalizia alisema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Yaani ujana ni kipindi chote bado una nguvu, bado unapumua, bado hazijaja siku mbaya za hatari. Yaani mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Yaani kuna kipindi unamiliki mali, unatesa watu, lakini kuna kipindi kinafika au una furaha, unaona kwamba hizi mali kumbe hakuwemo kitu chochote. Kwa hiyo wanadamu uko hapa. Wanadamu kabisa upo katika pumziko la mwanadamu lipo katika kumcha Mungu, kumfanyia ibada, kutenda mema, kuwa mtu wa haki, kuwa na huruma kwa watu wengine, kulia na wanaolia, kutaabika na mambo ya watu wengine. Ndio wanadamu uko kule. Ila wanadamu haupo kwenye kujilimbikizia mali, kumiliki, kutaka umiliki kila kitu. Wanadamu uko hamna kabisa. Yani ndugu yangu, hamna huko kabisa. Lakini hii Mhubiri 12 anasema, Mhubiri asema ubatili mtupu na mambo yote ni ubatili. Mstari wa 8 huo. Wa 13 anasema hii ndiyo jumla ya maneno yote, yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake. Maana kwa ujumla ndiyo impasavyo mtu. Yani bora umche Mungu, uzishike amri zake. Maana tumaini la pekee, tumaini la kweli, pumziko la kweli la mwanadamu lipo kwa Mungu tu. Huku duniani hamna pumziko kabisa. Yani nikuhakikishia hamna pumziko. Wewe zishike mali hizo, hangaika nazo, zitafute, lakini mwisho wa siku hautapata furaha nazo na zitaendelea kukutaabisha tu. Tuangalie Luka 6 mstari wa 37 hadi 38, ushauri mwingine sasa aliotoa hapa Yesu. Luka 6. Luka mstari wa 6. Anasema basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma.
tuwe na huruma. Mfano unaona mtu anamiliki mali lakini haishi kumiliki mali. Mtu anayemsema kwamba hizo mali, mfano viongozi wa nchi yetu, anawaua watu wengine. Yaani anaona kumiliki mali tu watu wanamdisturb. Anaona bora aue. Huo ni ushetani. Anaona bora awafunge vinywa. Huo ni ushetani. Tuangalie hapa tunaendelea 37. Msihukumu nanyi hamtahukumiwa, msilaumu nanyi hamtalaumiwa, achilieni nanyi mtaachiliwa, achilieni nanyi mtaachiliwa. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Tuwapeni watu vitu na sisi tutapata. Huko ndio kumcha Bwana. Kwa hiyo pumziko lipo kwa Mungu, lipo katika ibada, lipo katika kutenda mema, lipo katika kufanya upendo, lipo katika kuishi upendo, lipo katika tumaini, lipo katika kuishi katika utakatifu, katika kutenda haki. Lakini pia tuangalie Luka hii 12:15 hapo pia kuna ushauri mwingine. Pumziko lipo kwa Mungu tu, pumziko lipo kwa Mungu tu katika kutenda mema, kwa sababu Mungu ni mema, shetani ni mabaya. Tuangalie Luka 12:15. Akamwambia, angalieni jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyo navyo. Jilinde na choyo, kwa sababu uzima wa mtu haupo kwenye vitu alivyo navyo. Ukiendelea kusoma hapa chini inamsimulia huyo tajiri ambaye alipata mali nyingi, lakini mwisho wa siku akasema nikae nistarehe nile ninywe. Mungu akamwambia usiku huu atachukua roho yake, na hivyo vitu vingemsaidia nini? Kumbe vitu hivyo havikuwa na maana. Hapa anasema lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyoweka tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiiba asijitajirishe kwa Mungu. Yani unajitajirisha kwenye vitu vya dunia hii baada ya kujitajirisha kwa Mungu. Kwa hiyo unatakiwa ujitajirishe kwa Mungu sana. Tuangalie mstari wa unaoendelea. Akamwambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu mtakula nini, wala miili yenu mtavaa nini, kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi. Maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi. Kwa mtu hayumo kwenye vitu hivi vya dunia hii, hayumo kwenye majumba, hayumo kwenye mali, hayumo kwenye fedha, hayumo kwenye magari, hayumo kwenye miradi mbalimbali, hayumo kwenye mashamba, hayumo kwenye teknolojia. Mungu anataka muda wako, anataka wewe nafsi yako, anataka wewe mwenyewe ujitoe, anataka utende mema kwa watu wengine kwa kutumia hizo mali zako. Kumbuka mada ya nyuma kule nilishazungumzia tajiri ni vigumu kuingia katika ufalme wa mbinguni. Unaweza kufuatilia, ilizungumzia ina sehemu ya kwanza hadi ya 5. Ya 5 ina ushauri. Lakini pia tuangalie Paulo kwa Timotheo, na hilo ndio litakuwa somo letu la mwisho. Paulo kwa Timotheo anamshauri nini? Tuangalie mstari wa 6, anasema walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Utaua pamoja na kuridhika. Kwa hiyo utaua, yani kuishi katika Mungu, katika wema, katika haki, katika upendo, katika huruma. Unachopenda kutendewa ndicho watendee watu wengine, ndio utaua au utakatifu. Ndio yenye faida kubwa. Mstari wa 7, kwa maana hatukuja na kitu duniani na kuridhika ni kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani tena hatuwezi kutoka na kitu. Yaani hatukuja na kitu duniani hapa hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Tukiwa na chakula na nguo, basic needs, chakula, maji na mavazi, tukiwa na hivi vitu tutaridhika. Kwa hiyo mwisho niseme kwamba mada yangu ilikuwa ni kwamba mwanadamu ni nini hasa? Ni nini kinamfanya au kinaweza kumfanya awe na utoshelevu au na pumziko? Kumbe kinachoweza kufanya wewe mwanadamu, mimi mwanadamu, tuwe na utoshelevu ni kuishi katika mema, kuishi katika uungu, kuishi maisha ya utaua. Ndicho kinachoweza kutufanya tuwe na utoshelevu. Ndio utoshelevu mzuri, ndio utajiri. Utajiri mzuri ni kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, niwatakie wakati mwema. Nimeshauri tu msubscribe kwenye hiyo channel ili kuwa mnasikiliza update au mada mbalimbali, tafakari mbalimbali zinazokuwa zinaendelea kwenye hii channel. Na Mungu akubariki sana wewe uliyenisikiliza na kutazama. Ya tafakarini hayo. Neema ya Kristo ikawa pamoja nawe. Mwenye sikio kusikia na asikie.